Kwa sababu nikitaka nijue mimi nina nguvu kiasi gani, ni lazima nianze kuinua vitu vizito, si ndio? Okay. Na vile vitu vizito ninavyonyanyua lazima viwe juu kidogo ya uwezo wangu wa sasa hivi. Yes, kwanza uwezo ukanyanyua. Kama hii simu nainyanyua na hainipi shida yoyote, na nikaendelea kuinyanyua kwa miaka 2, hainisaidii chochote kwenye kugundua na nguvu kiasi gani za kunyanyua hii simu. Sawa. Na ili nijue uwezo wangu wa kunyanyua kitu, lazima hicho kitu kinilazimishe nitoe nguvu zangu zote. Ni pale ninapofikia kwenye nguvu zangu zote ndipo nagundua kama ni kweli mimi nina nguvu kiasi gani. Kwa hiyo kama unafanya kitu ambacho hakikupi motivation ya kujitoa kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote, jua moja ya kitu kinatokea ni kwamba hicho kitu hakikupi fursa ya kugundua wewe ni nani. Kwa hiyo unapoteza advantage kubwa kwenye kazi yoyote. Kama haikupi fursa ya kuifanya kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa bidii yako yote, haikupotezei tu ujira wa pesa unaopata, inakupotezea kitu cha thamani zaidi. Hupati fursa ya kujifunza uwezo wako. Okay. Na kuna msemo bro unasema ni vibaya kuweka mayai kwenye tenga moja, mayai yote kwenye tenga lako moja. Hasa ukiwa mzembe, ukiwa hauna nidhamu, ukiwa hauko focused, mayai yako hakikisha umeyasambaza, usiyaweke sehemu moja. Yani uwe kama unatembea ovyo ovyo, kapu lako la mayai ukiliweka hapo uzingatii, unamwachia mtu yeyote, unaliweka mahali popote, hakikisha una makapu mengi. Okay. Lakini kama wewe ni mtu makini, uko focused, weka mayai yako yote kwenye kapu moja. Hakikisha kapu unalitunza, unalilinda, watu hawaligusi ovyo ovyo. Ili kapu linakuwa ni maisha yako, unaliatamia. Kama haya mayai, mpango wetu ni kwamba yatotolewe. Ushai kumwona kuku atamia mayai huku na kule? Kwa hiyo ni wewe tu chagua, sawa. Lakini mimi ninachoamini, kuweka mayai umeyasambaza huko ni kwa ajili ya watu ambao hawako serious na maisha, hawana nidhamu. Lakini watu wenye nidhamu wanaweka mayai yote kwenye kapu moja na wanalinda hilo kapu kwa nguvu zao zote. Kuna msemo saizi mtaani unasema wahenga waamini kwamba saizi sisi tunaweka mayai sehemu moja kwa sababu sisi sio wazembe. Kwa hiyo kama wewe ni mzembe kwa namna unavyosema, kumbe kuna uwezekano wa tukachukua mayai yetu yote tukaweka kwenye tenga moja na yote yakaleta matokeo tofauti. Brother ametolea mfano, kuku akitaka kuatamia huwa atamii yai likiwa kila moja peke yake. Kwa hii ni ishara kwamba kumbe tuna uwezekano. Wewe unayenisikiliza, kama hicho kitu kimelia ndani yako, kuna uwezekano mkubwa sana ukaweka mayai yako yote kwenye tenga lako. Na kuna swali nataka nikuulize tu kidogo hapa brother. Wewe unaiogopa kesho yako? Naicheka. Kwa sababu naicheka. Mimi siogopi, naicheka. Kwa nini uiogopi kesho yako? Kwa sababu kuna mtu mmoja nimekutana naye, tajiri mmoja, aliniambia ili jambo. Akaniambia, Eli, mimi naiogopa sana kesho kwa sababu kesho sijui nitakuwa na watu gani. Kwa nini wewe unaicheka?
sijui nafikiria nianzie wapi kujibu ni kwa nini siogopi kesho. Au umefanya nini ambacho kinakufanya kesho uicheke? Okay, jambo la kwanza ni kwa nini siogopi kesho, ni kwa sababu kesho tayari ninayo leo. Hauiogopi kesho kwa sababu ninayo hapa sasa hivi, unayo leo. Muda huu chochote ninachofanya sasa hivi, si ndio inakuwa kesho. Okay. Mambo yote ambayo nataka kesho yatokee, nimeshapewa fursa sasa hivi. Okay. Mimi ni nabii wa maisha yangu mimi mwenyewe. Nataka kesho iwe nzuri, ndio maana nimepewa leo. Kwa hiyo nikishughulika vizuri na leo, kesho inajisumbukia yenyewe. Hata Yesu mwenyewe anasema kwa nini kwa nini mna hizi hofu zote za tutakula nini, tutavaa nini? Anasema kesho itajisumbukia. Okay. Lakini ushaiona sehemu Yesu anasema leo itajisumbukia? Hapana. Namna kesho inavyojisumbukia, kesho inajisumbukia kwa kutumia leo. Okay. Kesho inachofanya inachukua tu vitu vya leo, inavipeleka kesho. Kesho inachofanya, kesho inachukua vitu vya leo, inapeleka kesho. Inaamua tu, yani inakuja leo, si ndio? Inakuja kwenye wakati wako uliopo, inaangalia, inapata hiyo kesho unayoita kesho iweje. Okay. Kwa hiyo badala ya kusumbukia kesho, fanya mambo unayotakiwa kuyafanya leo. Umemaliza matatizo ya kesho. Hebu naomba mambo mawili. Mimi ndo kijana sasa, au ni mzee. Kwa nini na mimi kesho nataka niicheke kesho? Vitu gani labda viwili vitatu ambavyo ni muhimu sana nikaviandaa ili hata mimi leo nikaicheka? Mfano tu unaniambia, hebu niambie mimi vitu ambavyo nikwambie wewe Eli. Sasa nikianza kukwambia wewe kwenye rekodi, watu wataanza kucheka kwa sababu okay. Yes. Mambo ni mengi, lakini labda tukichagua machache. Yes. Mfano, unataka kesho iwe nzuri, si ndio? Yes. Jambo la kwanza pia tumeshalisema, wekeza sana kwenye maarifa. Jenga sana kiu ya kujifunza leo. Okay. Jenga sana leo kutaka kwenda kwenye kina cha mambo unayoshughulika nayo. Yajue kwa kina mambo yako. Kwa hiyo jambo la kwanza anasema ukitaka kuicheka, tunatumia neno kuicheka kama anavyosema yeye kwamba ili kesho tusiogope, ili kesho usiogope, jambo la msingi kwanza wekeza kwenye maarifa ili kesho usiicheke. Wekeza kwenye maarifa. Jambo la pili, jiheshimu. How? Okay, watu wengi ukiwakuta mtu unakuta na hali mbaya, hana pesa nini, moja ya kitu wanachosema anakuambia, unajua watu wananidharau sana, watu wananidharau nilivyo. Lakini mimi ningependa kuwapa changamoto watu kabla ya kusema watu wengine wananidharau, wajikague kwanza kwamba kama wanajiheshimu wao wenyewe kabla ya kutaka watu wengine wawaheshimu. Na ninaposema jiheshimu, namaanisha hiki: mambo yote ambayo ndani ya moyo wako unaamini unapaswa kuyafanya, na unajihaidi kuyafanya kwenye hiyo siku, hakikisha unayafanya. Kwa sababu kama una mambo ambayo kila siku unajiahidi kwamba utayafanya na huyafanyi, umeanza kujidharau wewe mwenyewe, na matokeo yake watu wengine watakudharau tu. Kama kuna mambo ambayo hebu irudie. Kama kuna mambo nimejiahidi. Yes. Mfano, unasema nitasoma. Naam. Nitaanzisha biashara. Yes. Unasema nitatunga wimbo mpya. Lakini hufanyi hivyo vitu. Unamwambia na watu kabisa, mimi jamani, hii project naianza, lakini uianzi. Wewe hujiheshimu.
unajipa ahadi na wala uzitimizi, na wala haupo, wala haikupi shida kwamba uzitimizi. Haikupi mashaka yoyote, haikupi mashaka. Unajipa tu hizo ahadi kila siku, bana nitafanya hiki, nitafanya hiki, lakini ufanyi. Na ndani ya moyo wako unajua kabisa kwamba haya ni mambo ambayo ningeyafanya, yangebadilisha maisha yangu, ila uyafanyi. Badala yake unafanya vitu rahisi tu vinavyokupa furaha ya wakati huo tu, lakini yale mambo hasa ambayo hata moyo wako unakushuhudia kwamba Eli, ukiyafanya haya kesho yako itakuwa bora, unayaahirisha kila siku. Kwa hiyo unajidharau. Na ukifanya hivyo watu wengine watakudharau pia. Kwa ili ucheke wakati ujao, jiheshimu. Short and clear. Ili ucheke na ufurahie wakati wako ujao, jiheshimu. Jambo lingine? Kwa nini okay. Jambo lingine, unataka usiogope kesho. Hakikisha unapanda mbegu kwa ajili ya kesho. Hakikisha unapanda, manake okay, mimi mfanya biashara napandeje mbegu kwa ajili ya kesho? Sio tu mfanya biashara, mtu yeyote yule. Ndiyo. Future ya kitu chochote kile. Yes. Kitu chochote kile ipo kwenye mbegu yake. Ndiyo. Mti kama unataka uendelee kuwepo kesho yake iwe bora, inabidi uzae mbegu, na ile mbegu inabidi ipandwe. Kwa hiyo kama mti unataka kuwa msitu, siri ya mti kuwa msitu ipo ndani ya mbegu yake. Shughulike tu vizuri na mbegu yake, itakuwa msitu. Kwa hiyo na wewe kama mfano unataka financial condition yako ya kesho iwe bora, uwe una uhakika una mbegu ya hiyo financial future yako. Kwa shughulika na hiyo. Ukishughulika tu na mbegu ya finances zako, hali yako ya kipesa ya kesho itakuwa nzuri. Shughulika kwanza na mbegu sasa hivi. Unashughulikeje mfano na pesa zako sasa hivi? Are you doing savings? Yes. Are you doing investments? Yes. Awe pesa zako zote unazozipata unazila. Una ile ambayo watu wengi wanasema na matumizi mengi na mambo mengi, si ndio? Wewe kila ukipata pesa unafanya nini? Unaanza kwanza kutumia au unaanza kwanza kuweka akiba? Mimi natumia kwanza. Mimi natumia. Yaani kwa mfano nimepata fedha. Cha kwanza nifanyeje? Cha kwanza? Kanuni, yes. Cha kwanza unazigawanya. Lazima uzigawanye kwanza. How? Hatua moja. Kuna makundi manne makubwa ambayo inabidi ugawanye pesa. Sawa. Sadaka, akiba, matumizi na uwekezaji. Sawa. Sasa ni apange vizuri. Yes. Ndio. Ni either unaanza na saving na sadaka. Saving na sadaka ni kama ndugu tu. Sawa. Saving na sadaka, yes. Saving na sadaka hapo, ndio. Alafu unafuata matumizi kama una. Hiyo ndio formula ya kwanza rahisi. Usianze matumizi kabla hujaweka saving kwanza. Akiwa na wenzake wa uwekezaji na sadaka na akiba. Tugawanye kwanza kwenye hayo mafungu mawili. Ndio. Uwekezaji, sadaka na akiba tuziweke kundi moja. Sababu zote zinashughulika na futures. Sawa. Alafu na matumizi. Sawa. Kwa hiyo gawanya pesa zako kwenye haya mafungu mawili. Na sio tu ugawanye muda utakaopenda wewe. Inabidi ugawanye immediately ukipata pesa. Ijulikane pesa zipi ni fungu la kwanza na pesa zipi ni fungu la pili. Zigawanywe
kabla kitu chochote, kabla hujaanza kuweka akiba, kabla hujaanza kufanya matumizi, kwanza gawanya. Zikae separate kabisa. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu ambaye akipata pesa anagawanya kwanza, anasema akiba na uwekezaji ni hii hapa, alafu anaanza kutumia, na mtu ambaye anatumia alafu mwishoni anasema zinazobaki hizi ni akiba yes, na uwekezaji. Hawa kesho zao, hawa watu wawili ziko tofauti kabisa. Mfano, mtu ambaye anapata shilingi 100,000 anatumia alafu zinabaki 40,000 anaweka akiba. Na mtu ambaye anapata 100,000 anatenga 10,000 alafu anaanza kutumia 90,000. Unadhani ni nani ambaye ana bright future? Tarudia tena. Mtu ambaye anapata 100,000 anatumia 60,000, yes, inabaki 40,000 anaweka akiba. Na mtu ambaye anapata 100,000 lakini anachukua 10,000 anatenga alafu anaanza kutumia 90,000. Unadhani yupi ana bright future financial? Kwangu mimi naona mwenye bright future ni huyu mwenye 40,000, kwa sababu si huyu ametenga shilingi 40,000 alafu huyu wa kwanza anayepata ametenga shilingi 10,000. Sasa hii si itakuwa ni nyingi zaidi? Ni kweli, kwa logic za kawaida upo sahihi, lakini sio sahihi sana. How? Kwa sababu akiba, nguvu ya akiba haipo kwenye kiasi tu, ipo kwenye nidhamu. Nguvu ya akiba haipo kwenye wingi wa akiba peke yake. Wingi wa akiba una sehemu yake, lakini sio kubwa kama nidhamu inayotumika kuweka akiba. Pewa debe la mahindi, ukaambiwa ndani ya hili debe la mahindi kuna mbegu, alafu kuna mengine ni ya kusaga unga ule ugali. Utajueje kwamba ni mahindi yepi ni mbegu na ni mahindi yepi ni ya kusaga unga ili ule ugali? Unajuaje? Ngumu, huwezi ukajua. Namna pekee ya kujua kwenye hili debe la mahindi ipi ni mbegu, ipi ni chakula, ni wewe kuamua. Kwa hiyo kipi ni mbegu, kipi ni chakula hakipo kwenye mahindi, kipo kwenye moyo wako, kipo kwenye nidhamu yako ya kutenga. Haya ni mahindi tu. Anayeamua kama kwenye haya mahindi kuna future au hakuna ni anayeamua kutenga. Yes, anayeamua kutenga. Na mtu ambaye yuko more disciplined kwenye kutenga, uwe na uhakika, ana uhakika zaidi wa kuwa na bright future. Ukiwa na debe la mahindi hapa, ukaanza unatoa kidogo kidogo, unasaga, alafu unasema yatakayobaki yatakuwa ni mbegu, uwe na uhakika kuna mwaka ambao utakula yote, na huo mwaka ndio utakao kufa na njaa. Si wewe unachota tu kwenye hilo debe, Yes. Unachota tu. Na watu wengi ndio wanatumia mfumo huo, na ndio maana watu wengi hawawezi kuweka akiba, ni kwa sababu hakuna siku njaa inaisha. Wanajikuta kila mara debe lote limeisha, kila mara debe lote linaisha. Ndio. Ni wachache sana wana uwezo wa kukaa hapa na debe la mahindi limejaa, wakaanza kulitumia kusonga ugali, na ikafika mahali wakasema haya yaliyobaki ngoja sasa tufanye ni mbegu. Ni watu wachache sana. Kwenye 10,000 sijui kama hata unaweza ukapata 100 wenye huo uwezo. Wengi hulka zetu, kiwango cha nidhamu yetu kinatutaka, kama tunataka tuwe na mbegu kwa hakika, tuzitenge mapema kabla hatujaanza kutumia hili debe.
Okay. Wengi tukitaka kuwa salama inabidi tutenge kwanza. Na ushahidi ni hata watazamaji wako wanao ni mara ngapi wakipata mshahara unafika mwisho wa mwezi? Wanao wana akiba kiasi gani? Hata hizo walizobahatika wakaziweka zilikaa muda gani kabla hawajazirudia na kuzipitia kama mwewe kutumia zote? Wanajibu wanayo. Tenga kwanza. Sio tu utenge. Ukitenga kahifadhi mahali ambapo hautaifikia kirahisi. Zamani babu zetu na bibi zetu walikuwa wakitenga mahindi ya mbegu, wanaenda dalini, wanayaweka huko ndani kabisa huko. Alafu ndio haya yaliyobaki mnaendelea sasa kuyala, mnaendelea kuyatumia, lakini yale ya mbegu yamefichwa ndani huko dalini. Yanapigwa na moshi kidogo, wadudu hayawezi kuyala yani yamehifadhiwa vizuri. Mvua ya kwanza ikinyesha tu unamwona babu au bibi amepanda juu anashusha mbegu zinapanda. Ndio maana wao walikuwa hawana hofu na kesho, they were prepared. Walikuwa wanajua tuna mbegu. Okay. Kuna swali nakuja hapo kukuuliza, lakini ninakumbuka kuna falsafa moja nimetoka kusoma juzi na wewe umetoka kueleza hapa. Kabla sijakurudia, naomba uniandalie ili jambo. Umesema tuwe na lazima uwe na maeneo ambayo uwezi ukayafikia kirahisi. Na mimi nilikuwa ni ugonjwa wangu, yani nimeanza kupona baada ya kufokeana na kufokewa sana. Ndio. Nakumbuka kuna wakati baidi ya vya Eli, yani unazunguka tu, yani kuna neno ulitumia, yani ni hiyo kwamba nilikuwa ni mtu ambaye sina mentality yoyote ya ukiniambia hata kesho naishije kesho. Lakini juzi kati nilisoma falsafa moja, nadhani aliongea tajiri mkubwa, nadhani kama sijakosea ni tajiri namba 1 duniani, anaitwa Warren Buffett. Alisema kama kitu unachokifanya leo kwamba unapata fedha yako au unapata malipo mpaka utoke, yani wewe kuishi kwako ni mpaka utoke mlangoni ndo upate chakula chako. Anasema utafanya kazi mpaka siku unaingia kaburini. Yani kama wewe mtazamaji ambaye unanisikiliza, yani kama hicho kitu unachokifanya au situation ya maisha ambayo unaishi leo mpaka utoke ndo unapata chakula chako, maana yake utaifanya hiyo kazi mpaka siku unaingia kaburini. Nadhani umeisikia hiyo. Ya, nimeisikia kwa watu wengi. Alikuwa na maanisha nini? Labda kabla hatujamsema Warren Buffett, wasikilizaji na watazamaji wako wanaweza wakasema huyo ni mtu wa duniani, ni mafundisho kengeufu. Tumseme Yesu mwenyewe na Biblia yake. Yes. Kwenye Biblia unabaini kitu kimoja, kwamba inaonyesha wazi kabisa kwamba kazi ya kazi sio kukufanya ule uvae au upate mahali pa kulala. Hiyo sio kazi ya kazi. Yani jukumu la kazi, why we do work. Kwa nini unafanya kazi? Kwa nini unafanya kazi? Naam. Sababu yake sio ili upate mshahara alafu uishi. Sawa? Yes. Kwa sababu kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo, sustenance, yani maisha, tunatakiwa tuishije. Mungu alishaweka mechanism za sisi kuishi. Mungu wakati anaumba alihakikisha ameumba chakula. Yes. Alihakikisha chakula kipo. Alihakikisha bustani ipo mahali pa kuishi papo. Yeah. Alihakikisha kila kitu kipo. Shughuli ilianza baada ya dhambi ile tulioanza mwanzoni. Yes. Ndio sasa ikabidi tuanze kula kwa jasho. Lakini hivyo vitu vyote aliviandaa mapema. Hivyo vitu alikuwa ameshaviandaa, si tulijikoroga tu mahali
ndio tukaanza kuitumia kazi itupe maisha. Yani tukaanza kusema ngoja tuamke watoto wapate chochote. Yani hiyo misemo ya tunatafuta tunadunduliza ili tujenge kibanda tuishi. Utastafu umejenga kibanda. Yes. Huo mshahara tunza ujenge kibanda. Hii misemo yote inatufanya tuamini kwamba tunafanya kazi ili tufanye nini? Ili tule, ili tuvae. Lakini hiyo sio kazi ya kazi. Ukirudi kwa huyo ndugu uliyemtaja, anachomaanisha hasa ni kwamba ni lazima tutengeneze au ni lazima tujifunze utaratibu mwingine wa kupata pesa zinazotuwezesha kuishi maisha yetu, kupata chakula, kuvaa na kula. Sasa watu wengi ukishawaambia nitakupa chakula, nitakupa kuvaa na nitakupa kulala, wengi wanaamini, kwa hiyo hawahitaji kufanya kazi. Na hiyo ni a very poor mentality ambayo itakuweka milele. Ndicho anachomaanisha. Mimi tu nimetokea upande mwingine. Na ndio maana watu wengi ukishaweka chakula, wakishakuwa na mahali pa kulala, they don't want to work. Yes. Kwa sababu hawajui ni kwa nini kazi ipo. Kwa nini ulipewa kazi kufanya duniani? Kazi ni kusudi la Mungu. Kazi yake sio kukufanya wewe ule uvae. Kwa tunafanya kazi ni ili tutimize kusudi la Mungu, tutimize maelekezo ya Mungu, tufanye wajibu wetu duniani, tuiache dunia ikiwa mahali bora, ili watu wengine wafaidike na sisi kuwepo duniani. Hatufanyi kazi ili tulipwe, then tukanunue unga na mchele, tukamlipe baba mwenye nyumba. Baba mwenye nyumba na michele na unga, inatakiwa kuwe na utaratibu mwingine wa namna ya kuyafanya hayo, ili sasa tupate muda wa kutosha ya kuyatenda tunayopaswa kuyatenda, ambayo ni kusudi la Mungu. Sasa hiyo haimaanishi kwamba ni vibaya ukiyatenda uliyopaswa kuyatenda kulipwa. Okay. Maeneo ambayo sasa sio rahisi kuyafikia, ambao unaweza ukamwambia kijana ambaye kipato chake sio kikubwa, au mzee ambaye kipato chake sio kikubwa, maeneo yapi ambayo ni aweke akiba? Na hapo kwanza umenichanganya jambo moja. Akiba na uwekezaji ni tofauti. Akiba na uwekezaji ni tofauti. Akiba ni kutunza, uwekezaji ni kuongeza. Okay. So, when we save, we protect. When you save, we invest, we multiply. Ni skills mbili tofauti. Hebu rudie kwa Kiswahili vizuri, anayenisikiliza yeye. Tunapoweka akiba ni tunatunza, tunalinda kilichopo. Ili kisipungue. Lakini not necessarily kwamba kinaongezeka. Okay. Tunapoamua kuwekeza, tunataka kiongezeke, kizidishwe maradufu. Okay. Mambo mawili tofauti. Basi niambie maeneo ambayo ni muhimu kwa uwekezaji ambao unayafahamu, au maeneo yale ambayo unasema ni ngumu kuyafikia kirahisi kwa namna ulivyotoa. Jambo la kwanza, ni ngumu sana kuzungumzia uwekezaji kabla hujazungumzia kuweka akiba. Kuweka akiba ni pale sasa tunapotenga alafu tunaweka. Akiba inakuwa imeishia hapo. Lakini uwekezaji ni pale ambapo sasa tunachukua zile mbegu, tunaenda kuzipanda, tunaanza kuzimwagilia, tunasubiri ziote, tunapalilia, tunafanya. Ni mchakato mgumu zaidi, complex zaidi. Lakini kwanza unaanza na nidhamu ya kutunza. Okay. Ili tuwe wawekezaji lazima kwanza tuwe na uwezo wa kutunza. Okay. Sasa nitakwambia jambo, ni kwa nini mfano vijana wengi sasa hivi wanaumia sana. Ni kwa sababu kabla hawajajifunza kutunza, wanaanza kutaka kwanza kuwa wawekezaji. Kwa hiyo wanabeti. Spirit ya kubeti inakuwa driven na desire ya kumultiply before learning to protect.
Yaani unataka ufanye kwanza mazingaombwe, pesa ziwe nyingi kabla hujajifunza namna kwanza ya kuzitunza. Na ndio maana hata ukipata bahati ukafanikiwa, bado hizo pesa utazipoteza, kwa sababu uwekezaji unataka kwanza uwe umejifunza kutunza. Jifunze kwanza kutunza. Jifunze kwanza kuwekeza. Jifunze kwanza kuweka akiba. Ndio hiyo process ya kuizingira ile akiba usitumie vibaya, kwa sababu adui wa kwanza wa akiba yako ni wewe mwenyewe. Unasema mimi naweka akiba, unaweka chini ya mtu. Usiku unaanza kusikia sauti ya Pepsi na chipsi mayai zinakupigia kelele. Unajikuta umepita nayo. Unaweka akiba kwenye account ya benki ambayo una ATM kadi na unatembea nayo muda wote. Yaani muda wowote unaweza ukatoa kwa wakala, unaweza ukafanya nini. Akiba unaka box kako umekaweka chumbani, kamekaa pale, unaziweka huko. Ukikafanya hivi tu kanachanika. Ni akiba, lakini ni akiba ambayo haijafanywa kwa namna nzuri sana, na very likely itapotea. Kwa hiyo inabidi ujifunze sasa. Ili uende kule kwenye uwekezaji inabidi uanze hapa mwanzoni, ujifunze namna ya kuweka akiba. Na jambo la msingi kabisa kwenye akiba ni lazima akiba ilindwe. Na mtu wa kwanza ambaye anatakiwa ahakikishe haifikii akiba kabla ya wakati wake ni wewe mwenyewe. Hakikisha wewe mwenyewe hiyo akiba uifikii kabla ya wakati wake. Kwa hiyo sasa hivi kuna nyenzo nyingi. Kuna fixed deposit. Unaingia mkataba na benki, unawaambia nitaweka hizi pesa hapa kwa muda fulani, sitazitoa mpaka muda fulani. Lakini sasa hivi taasisi kama UTT zimetengeneza nyenzo nyingi za kukusaidia kuweka akiba yako. Ukienda kule UTT kuna akaunti ambazo huwezi kutoa pesa mpaka siku 3. Yaani unatoa notice ya kwamba jamani, nahitaji hela zangu, wanakupa baada ya siku 3. Kupi hapo hapo. Sasa hili linakuepusha na mambo mengi hapa, dharura zile tu. Kuna vitu waga tunatumia akiba ambapo hata sio dharura. Nasikia tu aisee huku jirani amemeza sijui jembe. Na unasema jamani tuwe na roho nzuri jamani. Unachukua akiba zako unaenda unampa jirani. Msiba unatokea jamani, yani hawa waliofariki hawana hata uwezo wa kununua jeneza. Wewe unasema hii ni dharura, unachukua akiba yako unaenda unawanunulia jeneza. Haya mambo ni mambo mabaya? Ni mambo mazuri. Na kama akiba yako uliiweka kwa ajili ya kumnunulia jirani ambaye hawezi kununua jeneza, it's okay. Lakini mimi ningesema sio matumizi mazuri ya akiba. Sawa. Sasa vitu kama hivyo vinavyokupa muhemko. Akiba ambayo umeiweka UTT watakupa kwa ndani ya siku 3 ukihitaji. Inapunguza hiyo mihemko. Yaani kabla unaanza kuhemuka. Sasa jamani, huyu mtu anahitaji hela saa hizi. Mimi zile zitatoka baada ya siku 3, tutafute namna nyingine. Hizo zitakuwa zijatusaidia. Unaona? Yes. Kwa hiyo yale matumizi ya muhemko yanapungua kwa sehemu kubwa, kwa sababu tu umeweka hiyo akiba sehemu ambayo inaweza ikatunzwa. UTT wana akaunti ambazo inakuchukua siku 10 kupata pesa. Siku 10? Siku 10. Okay. UTT wana akaunti ambazo hupati pesa kwa miaka 10. Unaruhusiwa kuweka tu hizo pesa, hata urukeruke, upige sarakasi, ulie, komiti hazitoki. Hakupati hizo pesa mpaka miaka 10 ishi. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya nyenzo ambazo mtu anaweza akaanza kujifunza. Huu ni usiku wa hamasa. Naamini kuna vitu vingi sana ambavyo kwa usiku wa leo umevipata. Kama nilivyosema mwanzo,
usiku wa hamasa ni darasa. Usiku wa hamasa ni somo ambalo lengo letu sana ni kumfanya mtu ahamasike kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa naamini kupitia hamasa ya siku ya leo na vitu ambavyo tumejifunza katika usiku wa leo, ambavyo tumezungumza na vingi ambavyo umekuwa ukivisikia, vitaenda kukubadilisha sehemu ambapo upo. Kwa kumalizia, nitatamani uwape, naamini kuna vitu vingi pia. Nakumbuka kuna kitabu ambacho umeandika na nimekuwa nikikisoma. Naamini kuna vitu unatamani na wewe kuinspire, labda sikukuuliza mimi, lakini unatamani kama kijana ambaye yuko Afrika, yuko nje ya nchi akisikie. Lakini pia utamalizia na kauli mbiu yetu ya mwaka huu, mara hii tu. Unamwambiaje kijana ambaye yani hana tumaini mara hii tu? Kwa uanze jambo la kumwambia mzazi, mtu anayetusikiliza amekata tamaa. Okay. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba jambo la kwanza kabisa ni ile ambalo tulilisema kwa kifupi. Jiheshimu. Anza kufanya mambo ambayo unajiahidi kuyafanya. Anza kuyafanya kwa udogo. Anza kuyafanya kwa kuchechemea. Anza kuyafanya kwa kukosea. Anza kuyafanya ukiwa huna uhakika. La msingi, jiheshimu. Mambo ambayo moyo wako unakupa kuyafanya, unakupa kujiahidi kuyafanya, anza kuyafanya. Anza kuyafanya. Usisubiri kesho. Mwaka mpya unaanza. Acha ile mikwara ya naenda kwenye mkesha. Anapomwomba Mungu, anamwambia Mungu mara hii tu. Baada ya kwamba amekosea, amedondoka. Na mimi ninachoweza kusema kuhusiana na mara hii tu ni kwamba Biblia inasema mwenye haki huanguka mara 7 na akainuka tena. Mwenye haki huanguka mara 7 na akainuka. Lakini waovu, si ndio, wanaangamizwa na maovu yao. Tofauti ya mtu anayefanikiwa na asiyofanikiwa haipo kwenye kushindwa au kushinda. Ipo kwenye unainuka mara ngapi. Hebu irudia hiyo. Yaani tofauti, mtu anayeshindwa na mtu anayefanikiwa, tofauti yao ipo kwenye kuinuka kila wanaposhindwa. Wote wanashindwa. Kwa hiyo mtu anayefanikiwa na asiyefanikiwa wote wanashindwa. Tofauti ni wanainuka mara ngapi. Kila wakishindwa. Mtu ambaye anashindwa ni mtu ambaye akidondoka hainuki tena. Mtu ambaye anashinda ni mtu ambaye akidondoka anainuka tena. Kwa hiyo Samson anaposema mara hii tu, mara hii ni kwamba anagundua kwamba naweza nikafanya tena. Naweza nikajaribu tena. Kwa mimi nataka niwatie moyo kwamba kwa Mungu kuna nafasi ya mara hii tu. Kwenye kitabu cha Mhubiri nadhani kuna mstari unasema wakati wa bahati humpata kila mmoja. Yaani mimi sijali mtu ni nani, anatoka wapi, background yake ni nini, amekosea nini. Ninachojua ni kwamba Mungu kila wakati analeta wakati wa bahati kwa kila mtu. Ishu ni wakati wa bahati ukikufikia wewe, unakuwa upo kwenye hali gani? Ni ule wakati ambao Mungu anakuwa anauleta. Ule wakati ambao Mungu anakuwa anauleta, Mhubiri anauita wakati wa bahati. Wakati wa kurejeshwa tena, wakati wa kuinuka tena, wakati wa kujengwa tena, wakati wa kuimarishwa tena, wakati wa kukua tena. Mhubiri anasema huo wakati humpata kila mmoja, na haumpati mara moja. Ni kama ni cycle tu. Ukidondoka saizi, wakati wa kuinuka utarudi tu tena, utakukuta tu tena. Kwa hiyo mimi niwatie moyo kwamba kuna nafasi tena, na kurudia tena,
Sasa inabidi uwe wakati unapokuja uwe kwenye position ya kusema mara hii tu. Yani iwe kufa na kupona. Ndicho Samsoni alichosema. Yani Samsoni wamemfungia, amesaga ngano, wamekata nywele, ametoboa macho. Ikatokea fursa moja tu. Wakamwambia hebu dance. Yes. Akamwambia kijana mmoja aliyekuwa mena, akamwambia nipeleke mahali penye nguzo. Na alipozishika nguzo akasema mara hii tu. Manake ni kwamba yani leo afe kipa afe beki, hii biashara natoboa, hii imeenda. Sasa watu wengi zinapotokea hizo fursa, kwamba wamewekwa tena katikati ya nguzo, hawawi na hiyo spirit ya mara hii tu. Mimi nataka safari hii ujiandae kwa ajili ya nafasi ya mara hii tu. Na ikitokea na wewe moyoni mwako useme Mungu mara hii tu, mchezo nimalize. Mungu mara hii tu nimepata hii kazi. Hii kazi naipiga, napata promotion, ndio nitapata mtaji hapa, ndio nitapata kila kitu changu hapa. Yani hii napita nayo moja kwa moja. Sirudi tena nyuma. Hakuna kurudi nyuma tena. Watu wengi wanakuwa hawana hiyo. Kuna kitu unajutia brother kwenye maisha yako? Hapana. Kwa sababu mara hii tu inatokea tena na tena. Kama kuna kitu nilikosea, najua tu wakati wa bahati utarudi. Na ikitokea nasema mara hii tu napita nayo moja kwa moja. Kwa chochote ambacho nimekosea nyuma, fursa ya kurekebisha ipo. Ya kuclear ipo. Kwa hiyo hamna kitu cha kujutia. Hamna kitu cha kujutia. Sina neno la kusema, lakini nimeipenda sana falsafa ya mara hii tu ambayo brother ameieleza kwa uzuri na namna ambavyo unaweza ukawa umeisikia na kuitazama kwamba ni nafasi. Nimependa kitu cha mwisho alichomalizia kwamba hatuna majuto. Mimi kuna sometime inakujaga majuto kwamba kuna vitu sikuvifanya, lakini leo umenitia moyo kwamba kumbe sitaki kujuta kwa sababu kuna mara hii tu. Mungu wa mbinguni, mara hii tu tutazame na sisi usiku wa hamasa. Tunaenda kwa namna nyingine na kwa namna ya kipekee. Huu mwaka 2025 kwenda 2026 tunaanza kwa tofauti, tunaanza kwa namna ya tofauti. Ndio maana na sisi tumemwambia Mungu mara hii tu, na nafasi hii ni nafasi ya kwenda kubadilisha. Kwa hata wewe unayenitazama kutoka sehemu tofauti tofauti, jisemee ndani yako kwamba mara hii, hiyo biashara ambayo umeshindwa, hayo mahusiano ambayo kwa yameanguka, kila kitu ambacho unaona hakiwezekani tena, iwe mara hii tu. Koti ya mwisho wa kutuachia brother. Kwanza ninakushukuru, lakini koti ya mwisho tu moja. Mungu awabariki sana. Na mimi ningependa kuambia kwamba Mungu anatuwazia mawazo mema, kutupa tumaini kwa ajili ya kesho yetu. Tusiuogope wakati ujao, tukutumia siku ya leo kumalizana na kesho. Basi. Asante sana. Tunaenda break kidogo, then tutarudi. Na washukuruni sana watu ambao mmekuwa mkitutazama na kutufuatilia. Asante sana. Nakushukuru sana brother. Asante sana. Karibu tena usiku wa hamasa. Asante sana.